Mzee Williams alikuwa tajiri sana. Alikuwa na nyumba, magari, mashamba, hoteli na kampuni kubwa. Lakini sasa alikuwa akizeeka na kuwa dhaifu. Siku moja, akiwa amekaa kimya chumbani mwake, alitazama picha ya familia na kujiuliza, ni nani hasa ananipenda katika nyumba hii? Nani atakaa upande wangu ninapokuwa mgonjwa na hoi? Kwa hiyo Williams alimuita wakili wake aliyemwamini, Bwana John, na daktari wake binafsi, Dr. Maxwell, kwenye jumba lake la kifahari. Aliwakalisha kwenye chumba chake cha kusomea na kusema kwa sauti nyororo, nataka kujifanya kuwa mimi ni mgonjwa sana. Ninataka kuona ni nani katika familia yangu ananipenda kweli. Nani atanijali nikifa? Mwanasheria alionekana kushangaa, lakini akaitikia kwa kichwa, hilo ni wazo la busara bwana. Lakini tafadhali, ficha sehemu ya pesa zako. Nitakufungulia akaunti nyingine na kuhamisha nusu ya ustawi wako. Kwa njia hiyo, ikiwa mtu yeyote anajifanya mwovu, hatopata kila kitu. Williams alitabasamu na kukubali. Daktari naye akaitikia kwa kichwa, nitawaambia familia yako kwamba una saratani na una miezi 6 tu ya kuishi. Nitafanya kama ni kweli. Na hivyo ndivyo mpango ulivyoanza. Asubuhi iliyofuata, Williams alianza kukohoa kwa nguvu. Alibaki kitandani na kuacha kutoka nje. Alikataa kula vizuri na alionekana dhaifu sana. Mke wake Agatha na watoto wake Frank mwana wa kwanza, David mwana wa pili, Cynthia binti wa kwanza na Rose binti wa pili, wote wakawa na wasiwasi. Hebu tumuite daktari, Cynthia alifoka. Punde, Dr. Maxwell alikuja na kumchunguza mbele ya familia nzima. Kisha akawatazama kwa uso wa huzuni na kusema, samahani, baba yenu ni mgonjwa sana. Ana saratani. Anaweza siishi zaidi ya miezi 6 kutoka leo. Kila mtu alishtuka. Rose alilia sana, hapana baba, tafadhali usiniache. Hata Frank na David walionekana kushtuka. Agatha aliweka mkono kifuani na kukaa taratibu. Katika siku chache za kwanza, familia nzima ilifanya kama wanajali. Wakamletea chakula, wakamchunguza, wakaketi kando yake na kusema maneno matamu. Lakini baada ya wiki moja, mambo yalianza kubadilika. Agatha aliacha kuja chumbani kwake. Siwezi kumtazama akiteseka, alisema. Inavunja moyo wangu. Cynthia alisema alikuwa na shughuli nyingi za kufanya kwa muda mrefu. David alisema alilazimika kusafiri kwenda kazini. Frank mwana mkubwa alianza kupendezwa zaidi na kampuni hiyo. Siku moja, Frank aliingia akiwa na karatasi na kumwambia baba yake, nadhani unapaswa kupumzika.